Naomba niwasalimie nyote kwa upendo wa Mungu tulio nao kupitia kwa Kristo Mwokozi wetu. Naamini muwazima wa afya na siku imewakaribisha vizuri. Kila mtu ako kwa shughuli zake mzima pasipo hofu lolote. Nikiendelea na mahubiri yangu ya kila siku kupitia kwa huu mtandao, kunaye rafiki yangu, baadhi ya wale wanaosoma jumbe zangu, aliyenijia kwa swali akiniuliza, mchungaji, katika kanisa lako unafundisha nini kuhusu vile wanawake wanapaswa kufaa katika kanisa? Munao mavazi fulani, mavazi wanafaa nini ili wawe wanampendeza Mungu? Na nimeona badala kumjibu yeye peke yake, niotoe huu ujumbe wa leo uitwao mavazi yampendezayo Mungu. Tujumuike pamoja na tuweze kujikabidhi mbele ya Mungu atufahamishe ukamilifu ama usahihi wa mavazi yanayofaa mbele za Mungu kama watu wanaomcha Mungu katika roho na kweli. Tumakinike. Mimi naitwa Mutulu James. Kabla tujaingia kwenye ujumbe wenyewe, naomba tuweze kulifahamu hili jambo. Mimi sina kanisa langu na wala sidhani kuna mtu yoyote aliye na kanisa lake. Maana naelewa tu kanisa moja katika anga nzima, ulimwengu mzima, na hata angani na hata mbinguni. Mimi naelewa tu kanisa moja. Labda hiwe hatuelewi maana ya kanisa, lakini tukienda kufuatilia maana halisi, mimi naelewa kanisa moja tu alilolianzisha Mungu kupitia kwa Kristo Yesu, mwanzilishi na mkuu wa hilo kanisa. Kinyume na hilo kanisa moja la kipekee, maana hakuna nyingine, najua kuna makundi maelfu ya wanadamu. Kwa hiyo jambo nililotaka kuwaelewesha ni hilo, ili ninapoongea kuhusu kanisa muelewe hakuna makanisa mengi. Kuna kanisa moja tu la Mungu. Tukielewa maana la jina kanisa. Alafu kuna makundi mengi ya wanadamu, na hivi viwili ni vitu pembeni tofauti. Tuelewe jina kanisa lina maana gani. Tunafuatilia maandiko. Maana Mungu kanisa lake limejengwa juu ya misingi ya neno lake. Waefeso 2:20. Limejengwa katika neno la Agano la Kale na Agano Jipya, yaani mitume na manabii, na wote walinena wakiongozwa na Roho wa Kristo ambao ni Roho wa Mungu. Kinyume na hayo, wanadamu wameanzisha makundi. Kila mwanzilishi kundi lake lina taratibu zake tofauti na taratibu za wengine, na ndio sababu yanatofautiana. Na ijapokuwa yanajiita makanisa, ukweli ni kwamba si makanisa, ni makundi ya wanadamu. Ndio sababu hayafuatilii neno la Mungu. Kila moja linafuata mawazo yake. Ninamaanisha nini? Ni kwa nini nasema si makanisa? Msikilizeni mwanzilishi wa kanisa la kipekee
muumbaji wa vyote, ambaye peke yake ndiye ajuaye maisha ya kweli, akitujibu. Kanisa ni mtu, iwe ni mmoja ama ni wengi, ambaye baada ya ulimwengu kudanganyika, maana tunajua huu ulimwengu haufuati Mungu, na yoyote anayejiunga na ulimwengu, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 15, anasemekana upendo wa Mungu haumo ndani yake. Kwa nini? Maana huu mfumo unaitwa ulimwengu wa leo, maisha ya leo, makundi ya wanadamu yalijengwa na watu baada ya kukataa mpango wa Mungu wa maisha, wakifuata uongo wa shetani. Na kila mtu, tukisoma Isaya 65 hapo mstari wa 2, kila mtu akafuata mawazo yake mwenyewe, sio yale ya Mungu, na wakapotoka. Mungu akiangalia akakosa hata mmoja. Sasa kanisa la Mungu ni mtu aliyesikia ujumbe ambao Mungu alimtuma mjumbe wake, anaitwa Yesu Kristo, akija akitangaza habari njema ama injili ya ufalme wake, sio ufalme wa ulimwengu huu wa sasa, ufalme wake ambao unakuja. Na huo ujumbe unaitwa injili. Anatangaza maisha yale aliumba mwanadamu aishi kwayo, maisha yake Mungu mwenyewe. Na kwa vile alituumba tuwe kama yeye, baada ya kudanganyika na kuyakataa ambayo anaelezwa katika huu msingi wa kanisa, yaani maandiko, alimtuma huyu mjumbe aje kuwakumbusha wanadamu wote kwamba maisha ya kweli na maisha ya kipekee, maana hakuna maisha mengi, maisha ni moja tu ambayo yanatokana na yule aliyeyaanzisha, ambaye kabla hajaanzisha hakujakuwa na uhai wowote, hakujakuwa na maisha yoyote. Kwa hiyo maisha ya kipekee ndiyo alimtuma huyu Kristo, akaja akitangaza kwa habari njema. Yaani ni habari njema, maana tunaona ulimwengu ulivyo muofu, kutoka jamii mpaka kilele cha kimataifa. Tunaona watu wanavyosumbuana, wanauana, magonjwa, shida, aina zote za uovu zimejaa, kwa sababu walikataa vile waliumbwa, wakaanza kufikiria madhanio yao kulingana na uongo wa shetani. Basi habari njema ikaja, yaani Mungu akamtuma Kristo akitangaza yale maisha ya kweli. Ndio sababu inaitwa habari njema. Kwa hivyo kanisa, tuelewane vizuri na tuache kuchanganyikiwa. Tutofautishe kati ya kanisa na makundi. Kanisa ni mtu aliyesikia hii habari ya maisha ya Mungu, ambao ndio maisha ya mwanadamu, na alipoyakubali, Mungu naye anajua kwamba hakuna mtu awezaye kujua siri ya moyo wake. Hakuna mtu awezaye kujua Mungu anafikiria nini isipokuwa Roho ya Mungu. Mungu akiyaelewa hayo, mtu yoyote anayekubali huu ujumbe, hata hii injili ndio nawahubiria sasa, mtu yoyote anayekubali hii injili, Mungu akielewa vizuri sana, huwezi fahamu moyo wake, huwezi jua mapenzi yake yaliyomfanya hata akuumbe. Anaweka roho yake ndani ya huyu mtu. Wakorintho wa kwanza sura ni ya 2 mstari wake wa 11-12. Kwa nini? Ili kwa huyo Roho wa Mungu ambaye peke yake ndiye ajuaye siri za Mungu aweze kukufahamisha kile Mungu alichokuwa nacho moyoni, na ndicho alicho nacho moyoni ndicho amenituma niwatangazie kukuhusu wewe. Ni kwa nini alikuumba,
ni kwa nini anakuweka hai japokuwa wewe unamuasi? Anataka nini? Ambaye yoyote akubalie huu ujumbe kwa njia ya ubatizo na kuwekelewa mkono, Mungu anakupa roho ili upate kufahamu siri za moyo wake na kuishi kulingana na mapenzi yake. Hiyo utaisoma katika Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11, 12. Basi huyu mtu apokeaye roho wa Mungu, tukisoma Injili ya Yohana 14 na mstari wa 23, utaona Mungu Baba na Mungu Mwana wanakuja ndani ya huyu mtu kwa njia ya huyo roho, hiyo roho yao, na wanafanya makao ndani ya huyu mtu. Hilo likishafanyika, hapo ndipo kulingana na vile anazidi kueleza katika Wakorintho wa kwanza 6 na mstari wake wa 19, wakishafanya makao yao ndani ya huyu mtu, ama hao watu waliokubali kila mmoja peke yake akapewa roho, basi anasema wasiwasi kwamba hapo ndipo mtu anafanyika kuwa hekalu la Mungu katika roho, makao ya Mungu kwa njia ya hiyo roho, na huyo ndiye anaitwa kanisa. Ni kwa nini? Warumi 12 mstari wake wa 3. Naongea nikiyataja maandiko maana ndio msingi wa kanisa, ili ujiangalie, maana kama hujajengwa juu ya huo msingi, we si kanisa la Mungu hata ukijiita. Kumbuka tunao manabii wa uongo wanaokuja kwa jina la Mungu lakini ni waongo. Kipimo cha pekee cha kuthibitisha kwamba wewe ni kanisa la Mungu ni huyo roho akiwa ndani yako, na huyo roho Yohana Injili 16:13, huyo roho ukuongoza katika neno la Mungu, yaani kweli. Basi huyo ndiye anayethibitisha kwamba wewe ni kanisa la Mungu. Na thibitisho ni, ukitaka kujua kwamba uko na huyo roho, utaona unaenenda kulingana na hayo mafundisho ya maandiko, maana roho, manabii na mitume walianena wakiongozwa na roho. Mungu akawaambia wayaandike yawe ushuhuda kwa vizazi vyote milele. Ukitaka kujua kwa kweli wewe ni kanisa la Mungu, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 2 mstari wa 3 hadi wa 5. Ukitaka kujua Yesu ako ndani yako na kwamba unaongozwa na roho wa Mungu, utaona unatembea katika maandiko. Utaona maandiko yamekuwa mawazo yako, yamekuwa ufahamu wako, yamekuwa mapenzi ya moyo wako, yamekuwa tabia zako, na ndio unachosema. Kama unavyonisikiza saa hii, siwaambii maneno yangu, nawaambia maandiko. Thibitisho kwamba ni roho ya Mungu anayeongea. Yule aliyeyaongea maandiko, Mungu habadiliki, anazidi kuongea. Basi huyu ama hao walio na huyo roho wanaothibitika kwa njia ya maandiko, hao ndio wanaitwa kanisa. Warumi 12:3 ni kwa sababu wamehamishwa kutoka kwa mila za kiulimwengu zitokanazo na mawazo ya uongo, madhanio ya wanadamu, na wameanza kufuata mafundisho ya Mungu kama alivyoyafundisha Yesu Kristo, ambao ndio maisha kamili. Maana tuliumbwa tuwe kama Mungu, na Mungu yuko vile anaongea katika maandiko. Kwa hiyo kinachowafanya kuitwa kanisa ni kwamba amehama kutoka kwenye mila za ulimwengu, mipango ya wanadamu, madhanio ya wanadamu. Mila hizo, usikae hivi, usienende hivi, usiguse hivi, ameweka kando,
ameanza kufanywa upya katika mawazo yake. Anafanywa upya kutoka kwenye mafundisho ya wanadamu, mawazo ya uovu, mawazo yasiyo na mwongozo katika maandiko. Ameanza kuongozwa na maandiko. Hiyo ndio thibitisho kwamba unatembea na kuishi ndani ya Roho. Thibitisho kwamba Kristo anakaa ndani yako na Mungu anakaa ndani yako. Thibitisho kwamba wewe ni hekalu la Mungu, yaani unageuka kuwa neno la Mungu lililo hai. Hicho kitendo cha kuacha tabia za kiulimwengu na kuanza kufaa tabia za maandiko ndicho kinafanya mtu kuitwa kanisa, yaani eklesia, kuama kutoka mila za ulimwengu kuingia kwenye mila za Mungu. Hebu niambie, ikiwa ndio hivyo, na Mungu ni mmoja, Roho ya Mungu ni moja, moyo wake ni mmoja, maisha yake ni mamoja, Kristo ni mmoja. Na Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 16, wote waliokubali huu ujumbe na wanaoendelea kukubali wako kwenye hiyo harakati ya kuacha utu wa zamani kufaa utu mpya. Wanasemekana wameifaa akili ya Kristo mmoja. Sasa Mungu atafundisha mtu akili yake moja tofauti na, kwani Mungu amefarakana? Mungu ana maisha moja, ana akili moja, ana roho moja. Maisha yake ni aina moja. Sasa imekuwaje anafundisha watu na wanafarakana makundi, kila moja ikidai ni ya Mungu? Uongo. Kristo akiitangaza hii Injili aliwaambia, jihadharini na manabii wa uongo watakao kuja wakitumia jina langu na kutumia neno langu vibaya kuwadanganya walio wengi. Sio wachache, wengi. Ndio haya makundi sasa nyinyi pasipo kuelewa mnasema ni makanisa. Yatakuwaje makanisa ikiwa kanisa ni mtu aliyefaa akili ya Kristo, anayetembea katika maandiko? Hao wenye mipango ingine ya kibinadamu ni kanisa la nani? Wanajiita, lakini ukweli ni kwamba ni makundi ya wanadamu na yamefaa roho yule yule wa kishetani, ambaye matunda yake ni yale yaliyogawanya ulimwengu kwa makabila na vitu chungu nzima, hata huwezi kuelewa ukweli ni gani, maana walikataa ukweli wa Mungu na kila mtu anaishi kulingana na mawazo yake. Basi utakuta haya makundi, kwa vile ni ya wanadamu, kila mwanzilishi wa kanisa amekuja na mipango yake tofauti na yule mwingine. Huyu ana mafasi ya aina yake, wengine mafasi meupe, wengine wanajifunika kabisa buibui mpaka anabaki macho, wengine yaani mipango tu utaona. Wengine hata wamefaa manguo yenye misalaba, kulingana na mpango wa aliyeanzisha hiyo kundi. Sio mpango wa Mungu, mpango wa aliyeanzisha hiyo kundi. Na kama vile ulimwengu, kila taifa ina mipango yake, katiba tofauti na ile ingine, na vivyo hivyo haya makundi ya wanadamu yanayojiita makanisa, kila mwanzilishi alipanga kundi lake, taratibu zake, na wakaja na mipango hata kuhusu mafasi. Kinyume na hayo, nataka kuwaambia kanisa la kipekee linapangiwa na Mungu na linaenenda kulingana na mipango ya Mungu. Tumeona huyo mtu anahamishwa kutoka kwa mipango ya wanadamu, anaingisha kwenye mipango ya Mungu ambao inaelezwa katika maandiko. Hebu tusikie ndugu zangu, anahamishwa kwa njia gani? Hapo Warumi 12 mstari wake wa 3,
anahamishwa kwa njia ya kufanywa upya katika akili na nia za moyo. Anafanywa upya, maana ananena kwingine, Waefeso 4:22, ufue. Tunaongea maneno ya kiroho, sio maneno ya kimwili. Watu wanapenda kufundisha maandiko kwa akili ya kimwili, na ndio naona wanasema msifae nguo za aina hiyo, ufai kufaa pete, ufai kufaa sijui shanga, maneno mengi tu, maana wanafikiria kimwili, wakitumia akili ya mwili, wakijifanya kufundisha mambo ya kiroho. Lakini tunataka kuona mavazi ya mpendezao Mungu ni gani, ambao ufaliwa tu na kanisa lake peke yake. Hakuna mtu mwingine anaweza pata hayo mavazi, maana ni Mungu anawapea wale wamkubalio, wale wamwabudio, wale wampendao. Kwa hiyo Mungu asipokupa haya mavazi, huwezi kuyapata mahali kwingine, na hayawezi kupatikana kwa makundi ya wanadamu. Wanadamu kwa vile ni wa kimwili, wanafundisha mambo ya kimwili. Mnang'ang'ana ati mwanamke hafai kufaa nguo ya aina hii, hafai kufaa ile inampendeza Mungu. Kwani Mungu anaumba mwili? Mungu aliumba mwili na mavazi yake akamaliza kabisa. Anakupatia roho yake kwa nini? Wakorintho wa kwanza sura yake ni ya 15 mstari wa 47 na 8. Mtu wa kwanza ni Adamu, ambaye alikuwa ni mwili na damu vile tulivyo sasa, na mafundisho yake yote ni ya kimwili, ni ya mali, ni ya utajiri, ni ya mavazi ya kifahari, ni ya shanga za dhahabu, manyumba mazuri, mavazi ya gharama ya hali ya juu, vitu kama hivyo. Lakini mtu akimkubali Mungu, anakuja kuanza kuumbika. Unapompokea roho wa Mungu, Mungu anachofanya katika maisha yako, ambao ndio mavazi, anaanza kuumba mwanadamu wa kiroho. Hapo Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 48, kama alivyokuwa mtu wa Adamu wa kwanza, mzao wa Adamu wa kwanza ambao ni udongo, kuna Adamu wa pili ambao mwanzilishi ni Kristo. Anaumba mtu wa kiroho ndani ya huyu wa kimwili, na huyu wa kiroho mambo yake yote ni ya kiroho. Anaumbika kulingana na huyu mtu wa mbinguni. Basi anasemekana kuhusiana na huyu mtu wa zamani wa kimwili, fua mavazi yake yote, alafu ufanywe upya katika mawazo yako, ufae mavazi mapya yanaumbika sawasawa na yeye aliyekuita, yanaofanana na yale ya Mungu. Ni mavazi gani? Nisikilize, usiponifuatilia hutaelewa naongea nini. Lakini ukisikiza na kufuatilia maandiko, utajua tofauti kati ya mavazi yanayompendeza Mungu na yale yanayowapendeza wanadamu. Unampendeza mwanadamu ama ni Mungu? Kama ni Mungu, basi sikiliza. Baada ya kuasi, baada ya mwanadamu kubaki mtu wa mwili, alifaa akili ya kishetani, akili ya huo mwili, ambao matunda yake ni gani? Hiyo akili, mapenzi ya moyo wake, mawazo yake, kila kitu ni mwili. Matunda yake ni gani? Usherati, ulevi, masengenyo, kiburi, kujikweza, fitina, chuki, hasira. Hivyo vitu vyote ndivyo ukiangalia ulimwengu wa leo vimejaa kwenye mioyo ya wanadamu. Na hilo ndio vazi la
roho muofu. Wagalatia 5:19-20. Mafasi yanaofaliwa ya kiroho kwa wale wa roho muovu wa shetani ndiyo hayo. Sasa Mungu anasema hayo mafasi uyafue. Nataka tuelewane, maana hata ufanye nini, hata ufae buibui, hata ufae ujifunike kabisa uende kama kigogo au onekani ni mtu wa aina gani, maadamu umefaa huyo roho wa uofu, matunda ya usherati utakuwa nayo, matunda ya ulevi utakuwa nayo, chuki utakuwa, maana roho aliye ndani ya mtu kama alivyosema Kristo katika Mathayo 12:34, kile kilichojaa moyoni mwa mwanadamu, hicho ndicho anachotenda kimwili. Watu wanaambiana usifae hili, usifae hili, ili kupendezana wao kwa wao. Wewe utafaa buibui, utafaa nguo ndefu, ufunike kitambaa kulingana na mwanzilishi wa kundi lako alipokufundisha. Lakini Mungu anasema huyu mtu ambaye amemkubali, anaongozwa na roho wa Mungu, aenendi, Waefeso 6:6, aenendi kwa muonekano wa macho kama wale wanaopendeza wanadamu, lakini anaenenda kwa weupe wa moyo, mtu anayejionyeshana kwa Mungu katika roho. Mungu anatazama moyo wako, na hapo moyoni ndio kwenye mafasi ya kiroho yanayompendeza Mungu. Anasema sio kwa muonekano wa macho. Wewe mwanzilishi wa kundi lako amesema ufae buibui, faa nguo ndefu, funga kitambaa, sijui nini, usifae shanga, pete, vitu kama hivyo. Naye Mungu anasema sio kwa muonekano wa macho, bali ukitenda kutoka moyoni kama anayejionyeshana kwa Mungu, si kwa wanadamu. Kumbuka ninachokinena kinajulikana tu na wale wana roho ya Mungu, maana wao ndio wanaweza kuelewa moyo wa Mungu. Mungu anasema sio kwa muonekano wa mwanadamu, bali ukimuonyesha Mungu auonaye moyo wako, unafua hizo tabia. Maana maadamu roho aliye ndani yako ni wa uovu, hata ukijifunika nini utafanya usherati. Hata ukijifunika nini, huyo roho aliye ndani yako ndiye anashika huu mwili mateka kutenda mapenzi yake. Tunaona roho ya sheria ya dhambi inamfanya mwanadamu kuwa msinzi, na kile kilicho moyoni lazima utende. Kumbuka hivyo. Kwa hiyo hata ufanye nini, usipobadilika moyoni, mtapendezana nyinyi kwa nyinyi, mnatafutana haki nyinyi kwa nyinyi, mnawekeana viwango vya hii ndiyo haki, ile ndiyo haki. Sasa tushangae, wakati mnawekeana hivyo viwango na kukubaliana nyinyi kwa nyinyi, viwango vya Mungu aliyewawekea katika maandiko vilienda wapi? Mungu anaongea vizuri sana kuhusu mafasi. Anasema nini? Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 3 pale. Wanawake, mafasi yenu yasiwe ya nje, maana Mungu haumbi mwili, aliumba mwili akamalisha na mafasi yake. Mafasi ya kanisa la Mungu ni gani? Sio manguo ya kifahari, sio pete za dhahabu na shanga. Anasema mwanamke afanye nini? Roho safi, urembo wa moyo utokanao na moyo wa ukimya, akimpendeza Mungu kutoka moyoni. Sio kujionyesha kwa pasta, sio kujionyesha ati kuogopa mwanadamu. Nimeona wengi wamefaa hayo mafasi, wamejifunika vizuri, lakini utapatana naye kwenye vyumba vya kulala, anaenda anajificha, maana saa hiyo pasta yuko karibu,
anafanya uasherati ule unaofaa vizuri ati usionekane na wanaume, anaenda anatenda hayo yote, kisha anayafaa tena, anatokezea mwenye kutafuta uhaki mbele za wanadamu wenzao. Ndio maana ya haya mavazi mnao yazingatia sana, mkiweka kando mavazi ambao yanampendeza Mungu, ambao ni ya kiroho. Basi Mungu akasema huyu mwanamke asiwe kwa muonekano wa macho wa nje, mavazi ya nje, lakini kwa moyo. Maana Mungu anabadilisha huu moyo wa kimwili uletao matunda ya uovu kama mnavyoona ulimwenguni, na ufae roho ya Mungu, roho aliyesema usisini, usiue, yale mambo ambao ukishafaa hayo mavazi ya moyoni, weupe wa moyo, usafi wa moyo, basi kuna roho wa uhaki, roho wa utakatifu ambaye ukimfaa, Warumi 6:17, huu mwili wako utakuwa mateka ya uhaki, mtumwa wa uhaki. Kama vile ukifaa roho huyo muovu, hata ufanye nini, hata ujifunike, hata ujifiche, mwili wako utakuwa mtumwa wa dhambi. Utatenda usherati, utafanya kila jambo mbaya. Kwa hiyo mavazi ya Mungu ni gani? Anasema vizuri sana katika Ufunuo 19:8. Unapoanza kuumbika huyu hizi tabia za Mungu kwa uwezo wa roho yake aliyekupa, unaanza kubadilika kufanana na Mungu mwenyewe. Utaanza kutii Mungu kutoka moyoni, sio kujionyesha kwa mwanadamu. Sio kwamba mtu akuseme wewe ni mzuri. Atutendi chochote mbele ya pasta ama mbele ya mtu fulani. Atuogopi mwanadamu. Uwezi kuogopa mwanadamu na ukamuogopa Mungu. Aidha utaogopa mwanadamu na usimjali Mungu, na ukiogopa Mungu hautamjali mwanadamu. Maana uhaki wako unahesabiwa na yeye aonaye siri za moyo wako. Mimi siwezi ona moyo wako. Ukijipendekeza kwangu ati ujionyeshe wewe ni mwema, hata nikisema wewe ni mwema, hukumu yangu haina maana yoyote. Yeye ahesabiaye haki ni yule anayekuona moyoni, na huyo ndiye watu wa kanisa la Mungu wanayesimama mbele yake wakifaa nini? Hutu wema, hutu hupya. Badala yule roho wa uovu anafaa roho takatifu. Matunda yake ni gani? Ni upendo, ni kuchukia dhambi, kuchukia usherati bila kuogopa mtu. Hata ukijikuta porini peke yako, hautatenda usherati. Hata ujikute wapi, na hautaogopa kufanya chochote ati unaogopa pasta. Hautafaa hata kujifunika ati ndio usionekane wapi. Utaogopa kutoka moyoni, na chochote kile maandiko yanakataza hautatenda. Basi ukifikia hicho kiwango, umeumbika upendo, umeumbika furaha, umeumbika huru, umeumbika kiasi, self control. Utakuja hatua ya pili ambao kwa vile wewe unakuwa kama Mungu, upendo wa Mungu ndio unakuwa ndani yako. Basi kama vile Baba yenu wa mbinguni awapendayo waofu na wazuri na wema, na wewe unaanza kuumbika hiyo tabia ya kupenda wema na wabaya. Kwa kuwajali basi kwa kiasi na hekima yule roho anayekuongoza, hautakuwa unajizuia kufaa vizuri kwa sababu ya watu, kwa sababu unapenda hawa watu kiasi kwamba unaelewa walimwengu ni wasinzi, ni watu wanaotamani wanawake kwa kuwaona hivi. Mwanamke wa kanisa la Mungu akishafaa hayo mavazi, pia kwa matendo yake ya kimwili
atajizuia asiwe majaribu kwa mtu aliye mdhaifu. Maana hata ndani ya kanisa kuna wadhaifu. Yeye ni mtu anayewapenda watu kiasi kwamba angependa kuwa kikwazo kwa mtu yoyote, bila kuambiwa na pasta, bila kujificha kwa mtu. Atahakikisha amejiweka kwenye ile hali inayomfurahisha Mungu kwanza na wanadamu pia. Hatakubali kuwa jaribu kwa mwanadamu, maana walimwengu wanafaa mavazi wanayoyafaa kujipendekeza kwa wanadamu. Wewe utafaa yale mavazi pasta wako amesema kujipendekeza kwake, si kwa Mungu. Yeye alipanga. Lakini mtu anayemwogopa Mungu, mavazi yake ni ya moyoni. Ufunuo 19:8. Mavazi meupe yampendezaye Mungu ni matendo mema ya watakatifu. Mavazi ya mwanamke yanayompendeza Mungu ni moyo safi wenye utulivu mbele ya Mungu, sio mbele ya wanadamu. Sio kwa muonekano wa macho wanavyoshangilia wanadamu, wanavyopanga wanadamu. Hapana. Ukisimama mbele ya Mungu ausomaye moyo, maana ndani ya huyo moyo, kama tulivyoona, mtu wa kiroho atakayeurithi ufalme wa Mungu anaumbika. Ule wema, matendo mema yatokanayo na roho wa Mungu akiwa ndani yako, kama vile matendo maovu yanatokana na roho wa shetani akiwa ndani yako. Huu mwili ni chombo cha yule roho aliye ndani yako. Kwa hivyo kama roho wako ni muovu, hata ukifanya nini haitasaidia, bado utatenda hayo maovu. Huwezi tenda kitu ambacho hakiko moyoni. Ile utafanya ni kujificha mbele ya wanadamu, lakini si mbele ya Mungu, maana anakuona moyoni. Tuseme nini? Mavazi ya kanisa la Mungu ndio hayo amesema. Na hatufanyi chochote kujionyesha kwa mtu. Tunamuogopa Mungu anayetusoma, anayetuongoza na anayetuumba hata akamilishe huyu mtu, na ni yule mwenye mavazi meupe. Wengine wakisikia mavazi nyeupe wanaenda wanapima nguo nyeupe, sasa wanasema mavazi meupe. Mungu amesema ni mabadiliko kutoka kwa hayo mavazi ya uovu uwekwe mavazi ya usafi, matendo mema ya watakatifu. Niseme nini? Atuongei sisi kuhusu atuambei mtu vile atafaa. Hapana. Sisi tunafundisha watu wabadilike, wawache, watoe huyu mtu wa zamani wa Efeso 4:22, wafanywe upya katika mawazo yao kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Maana pasipo hiyo Roho Mtakatifu huwezi badilika. Lazima mabadiliko yaanze kwa akili ndiyo yaje kwa matendo. Kama akili haijabadilika na matendo hayatabadilika. Kwa hivyo mavazi tunayofundisha watu ambao ni Mungu ametutuma tuwafundishe ni mfanywe upya. Wa Efeso 4:23, mfanye upya katika mawazo yenu. Huko ndio kuanza kuhama kutoka tabia za kimwili za ulimwengu huu na kuumbika tabia za kiroho za ulimwengu unaokuja, ambao maisha yake ndio haya tunaowatangazia. Ikiwa wewe ni mmoja wa wale wanaotamani sana kuurithi ufalme, basi lazima ufae haya mavazi na ufanywe upya katika mawazo yako, ukiumbika tabia za yeye aliyekuita, sura ya Mungu, katika utakatifu na uhaki wa kweli. Uliwahi kusikia mafundisho kama hayo? Makundi ya wanadamu yana mipango yao. Huyu sasa ndugu yangu ananiuliza kuhusu mavazi ya mwili. Mimi siko hapa nifundishe mavazi ya mwili, maana najua yoyote yule anayeongozwa na Roho wa Mungu anajali Mungu kiasi kwamba hawezi kukubali kuwa tatizo, kikwazo kwa mtu aliye mdhaifu.
atafaa kwa kumwogopa Mungu. Pili, hao sio watu wanaojionyesha kimwili ati anataka aonekane na wanaume. Waone nini? Yeye anayafikiria yaliyo ya ufalme. Kwa hivyo tunafua nini? Wakolosai 3:5. Usherati, hasira, chuki, masengenyo, fitina. Alafu ufae nini? Timotheo wa pili sura ya 2:22-3. Ufae uhaki, utakatifu, wema, upendo, kiasi, uhuru. Sasa haya ndiyo mavazi Mungu anayeongea katika maandiko. Mengine ukishafaa moyo wenye hizo tabia ya kimwili yatafuatia kile kilicho katika roho. Maana Wakorintho wa pili 10:3, ukishafaa huo utu wa ndani, unaushika huu mwili mateka kumtii Kristo, na huu mwili unakuwa mtumwa wa uhaki. Baada ya umebadilisha mavazi, ukatoa ule roho mwovu anayeleta mavazi ya uovu, umefaa utu upya unaofanana na Mungu. Kujilinda kwako, kujizuia ya kwako, kujionyesha kwako ni Mungu akikutumia ukiwa barua yake inaosomwa na watu wote. Utakuwa na haja gani ya kumfutia mwanaume akupende? Utakuwa na haja gani ya kufutia mtu kufurahisha ati pasta wako? Utakuwa na haja gani ya kusifiwa na mwanadamu? Mwanadamu ana nafasi ndani yako. Kwa kumwogopa Mungu, mwili wako ni hekalu la Mungu, utautumia kama dhabihu iliyo hai. Warumi 12:1. Itoeni miili yenu kama dhabihu iliyo hai, ipendezayo mbele za Mungu. Hauwezi kufanya hivyo kama roho ya Mungu haiko ndani yako. Basi wandugu, haya ndiyo mavazi yampendezayo Mungu, na ndiyo mavazi ya watu wa kanisa la Mungu. Hatusemi funga kitambaa, vaa shanga. Hivi ni vitu vya kimwili vinaorembesha mwili. Urembo Mungu anayoutafuta na mavazi yanayomfurahisha ni huyo moyo safi, weupe wa moyo, utakatifu na uhaki wa kweli, ambao bila huo hakuna atakaye urithi ufalme. Haya ndiyo mavazi ya kanisa la Mungu. Kinyume na hayo, wanadamu wanayakwao. Hao ya wanadamu hayana uhusiano kabisa na uungu, hayana uhusiano kabisa na kanisa la Mungu. Tofautisha kati ya kanisa la Mungu na makundi ya wanadamu. Mwenye masikio na asikie vile Mungu ananena kuhusu mavazi yampendezayo. Amani ya Bwana iwe kwenu.